Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa, historia na diplomasia. Mgogoro wa Kongo ni moja kati ya migogoro tata inayotishia usalama wa siasa za maziwa makuu. Tunapozungumza siasa za maziwa makuu, tunajumlisha takribani nchi 10. Yaani kinara tunazungumzia Tanzania, tunazungumzia Uganda, tunazungumzia Rwanda, tunazungumzia Burundi, tunazungumzia Zambia, tunazungumzia Angola, tunazungumzia Kongo yenyewe, tunazungumzia Kongo Brazzaville, tunazungumzia Sudani Kusini na tunazungumzia Jamhuri ya Afrika ya Kati, jumlisha na wadau wengine kama Kenya na mataifa mengine ya SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wamekuwa ni wanufaika au waathirika moja kwa moja wa mgogoro wa Kongo. Kifupi ni kwamba Kongo ilipata uhuru mwaka 1960 kutoka kwa Wabelgiji, na kulikuwa na mvutano wa madaraka kati ya rais wa kwanza wa Kongo Joseph Kasavubu aliyekuwa kipenzi cha Wabelgiji, mataifa ya Magharibi na Israel dhidi ya mwanamapinduzi na mwanamajumui wa Afrika mjamaa kindakindaki Patrice Emile Lumumba ambaye alikuwa ni swahiba wa umoja wa nchi za Kisoviet, Tanzania pamoja Cuba pamoja na Uchina. Kwa hiyo mvutano wa madaraka uliendelea kwa sababu Rais Joseph Kasavubu alikuwa anazidiwa nguvu na Waziri Mkuu Patrice Emile Lumumba. Kwa maana hiyo sasa, Joseph Kasavubu kwa kushirikiana na jeshi la Kongo chini ya Kanali Joseph Desire Mobutu Sese Seko Kukungendwa Zabanga, wakina Moise Shombe na wengine askari wenye tamaa wakafanya njama za kumuua Patrice Emile Lumumba kwenye kile kinachoitwa Operation Barakuda, ambapo Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji na mataifa mengine ambayo yalikuwa yanataka kuchukua madini ya Wakongomani wakatengeneza operation. Lumumba alipouawa, bado donda ndugu na usaliti viliendelea kuikumba Kongo, ambapo tulishuhudia mvutano wa madaraka kati ya Joseph Kasavubu pamoja na Mobutu, na pia kutokea kwa vita ya Simba. Wafuasi wa Lumumba waliendelea kupigana kwa kutaka kuigawanya Kongo kwa mafungu mbalimbali. Ndipo mwaka 1965 Mobutu aliamua kuchukua nchi na kumweka kizuizini rais wa kwanza wa Kongo Joseph Kasavubu. Hatimaye alifia kizuizini. Kwa hiyo Mobutu aliweza kuzima uasi wa makundi yote ambayo yalikuwa yanataka kujitenga, yakiwemo kundi la AFDL, waasi wa Zaire wakiongozwa na Laurent Joseph Kabila, Moise Shombe, Etienne Kisekedi na makundi ya watu wengine takriban 80 yaliweza kuzimishwa. Kwa hiyo mgogoro uliendelea, ikaja harakati za kumtoa Mobutu. Kutoka Mobutu akaja Desire Kabila, naye akaungwa mkono na Rwanda na Uganda, baadaye wakamuua 2001. Akaja mwanae naye akaondoka, mpaka leo hali imekuwa tete mashariki ya Kongo. Sasa leo, mada ya leo ni nini kifanyike, suluhisho la kudumu la mgogoro wa Kongo. Nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba Kongo inakuwa na amani ya kudumu kwa ajili ya ustawi wa Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa, SADC, nchi za ukanda wa mashariki wa Afrika ya Kati, ECOWAS, Jumuiya ya Afrika Mashariki, COMESA na mitandao mingine ya kibiashara na majirani wa Kongo na washirika na wadau wa maendeleo. Njia ya kwanza muhimu kuelekea amani ya Kongo: moja, jeshi la Kongo na serikali ya Kongo, yaani FARDC na shirika la ujasusi la Kongo ni lazima lifanye mchujo kuondoa majasusi wa Rwanda na Uganda waliopandikizwa humo tangu mwaka 1997 baada ya kuondoka kwa Joseph Desire Mobutu Sese Seko, kwani Rwanda na Uganda wana majasusi na maafisa vipenyo ndani ya jeshi la Kongo na shirika la ujasusi la Kongo. Lakini namba 2, serikali ya Kongo ni lazima ihakikishe inafanya mchakato wa maendeleo mashariki mwa Kongo, yaani Kivu Kusini, Uvira, Kivu Kaskazini, Goma, miji mingine kama Rushuru, Bunagana, Ituri, Itembo
Bunia, lazima serikali iweke maendeleo, barabara, shule, hospitali, watu kupata mifumo ya ajira, kuwekeza viwanda ili rasilimali za huko ziweze kuwanufaisha watu. Lakini namba tatu, ni lazima serikali ya Kongo ikae na makundi yote zaidi ya 120 ya waasi ili kujua wanataka nini, dhamira yao, wanapata silaha wapi, itikadi zao, na kwa nini wameamua kuwa waasi badala ya kuijenga Kongo. Serikali ya Kongo isiishie tu kuongea na waasi wa M23 kwa sababu tu wanaungwa mkono na serikali Rwanda yenye nguvu na vurugu, lakini ADF, Maimai, waasi wa Kodeko, Road Resistance Army na makundi yote ya waasi wenye silaha. Namba 4, Kongo ni lazima ihakikishe ina uhusiano mzuri na majirani zake, yaani kwenye mkataba wa amani wa Kongo ni lazima serikali ya Kongo iwashirikishe nchi zote zinazopakana na Kongo. Yaani Tanzania inapakana na Kongo, Rwanda inapakana na Kongo, Burundi inapakana na Kongo, Uganda inapakana na Kongo, Zambia inapakana na Kongo, Sudani Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Angola na Kongo Brazzaville. Hizi nchi zote takriban 9 zinazopakana na Kongo ni lazima zishirikishwe kwenye mkataba wa kudumu wa amani wa Kongo, kwani hizi nchi zimechangia mipaka mirefu ya Kongo, zinajua waasi wanakojificha, zinajua silaha za magendo zinaingiaje Kongo. Kwa hiyo Kongo haipaswi kuwatenga majirani zake kwenye kutafuta amani ya kudumu ya Kongo. Lakini namba 5, ni lazima makampuni makubwa yanayochimba madini Kongo kutoka China, kutoka Ufaransa, kutoka Ubelgiji, kutoka Marekani, kutoka Israel yahusishwe kwenye mkataba wa kudumu wa amani ya Kongo, kwani baadhi ya makampuni hayo yamekuwa yakitumika kama mawakala wa kusambaza silaha kwa waasi na kubadilishana madini na utii. Lakini nyingine ni muhimu, serikali ya Kongo ifanye iombe Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa, zile nchi 5, Uingereza, Ufaransa, Marekani, Urusi na China, ambao hawa wamekuwa wana nguvu kubwa ya kumaliza migogoro, lakini pia hao ndio wamekuwa wachochezi wa migogoro. Kama unavyoshuhudia, Marekani imewawekea vikwazo jeshi la Rwanda kwa kuhusika na Kongo, lakini Marekani hiyo hiyo mwaka 90 ndio ilimpa scholarship jasusi mbobevu Paul Kagame Nkotanyi akiwa Uganda, akaenda Marekani kusoma masuala ya udunguaji. Alivyorudi, CIA na Pentagon walimpa go ahead ya askari wake kumuunga mkono Laurent Desire Kabila wa AFDL, na wakaenda Kongo kumpindua Mobutu na wakaweka serikali na mkataba wa Lemela wa kuigawa Kongo. Lakini jumuiya za kikanda, tunayo shirikisho Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC, COMESA na shirikisho la kiuchumi la nchi za Umoja wa Afrika, yani Economic Community for Central African State, ni lazima zikae kwa pamoja, zibuni mkakati wa kuleta maendeleo nchini Kongo. Lakini kingine ni lazima mashirika makubwa ya Umoja wa Mataifa ya kiraia na yasiyo ya kiraia yachunguzwe, kwani mengi yanakuwa yanaingiza silaha za magendo nchini Kongo na kuongea na waasi. Baada ya hapo sasa, serikali ya Kongo kwa kushirikiana na jeshi la Kongo na vyombo vya ulinzi na usalama kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC ni lazima wawe na mpango wa pamoja wa ulinzi, kujua waasi wanapataje silaha, njia za mianya za kupata silaha zinatokea wapi. Kwa kufanya hivyo, Kongo itakuwa na amani, kwa sababu wote tunafahamu kwamba takribani watu milioni 6 wamefariki Kongo tangu mwaka 97 baada ya kuondoka Mobutu mpaka mwaka 2005, yaani kwenye vita ya kwanza na vita ya pili ya Kongo. Lakini nchi mahususi zinazopaswa kuonywa na kuwekewa vikwazo: 1, Rwanda anapaswa kuonywa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika na SADC na nchi zinazomzunguka kwamba asipeleke askari wake ndani ya Kongo na awatoe, lakini pia asishirikiane na waasi wa vuguvugu la Mto Kongo, yani AFC, kwa sababu Rwanda anaingia Kongo kwa kigezo cha kwenda kupigana na waasi wa FDLR Interahamwe ambao ni ex-FAR, Forces Armed Rwanda, ambao ilikuwa ni jeshi la zamani la Juvenal Habyarimana, rais wa Rwanda toka mwaka 73, aliyeuawa mwaka 94 kwenye ajali ya ndege akitoka Arusha, yeye na rais wa Burundi Cyprien Ntaryamire. Lakini namba 2, Rwanda anapaswa kukomesha kuwaunga mkono waasi wa M23 ambao wengi walikuwa ni askari wa Kagame tangu Uganda, akaenda nao Rwanda kukomesha mauaji na sasa wako Kongo. Namba 3, Burundi anapaswa
Kuonywa kwa ushirikiano wa Burundi na jeshi la Kongo lazima uwe rasmi. Ushirikiano wa jeshi la Burundi na Maimai wazalendo wakina Emilia Kutumba ni lazima uwe rasmi. Lakini cha tatu ni lazima serikali ya Kongo ijue waasi wa FDLR Inkotanya au jeshi la zamani na Juvenal Habyarimana kuna mawili, aidha kulinyang'anya silaha au kulirudisha Kongo. Tukisema tulirudishe Rwanda, wanaogopa kuuawa na Paul Kagame kwa sababu wengi ni Wahutu. Lakini kitu kingine ni lazima kuundwe kwa inclusion government. Wale watu wanaotoka mashariki ya Kongo ni lazima washirikishwe, ambao wengi wanaongea Kiswahili, kwenye maamuzi ya serikali ya Kongo ili kupunguza ubaguzi, ukanda na utengano wa kimaeneo. Hii itapunguza vurugu, itapunguza uasi, itapunguza roho ya kulipiza kisasi. Kwa sababu Kongo ikiwa na amani, Afrika inaneemeka, kwa sababu Kongo kuna watu takriban milioni 90. Kongo ni soko la bidhaa mbalimbali kutoka Afrika, Ulaya, Marekani na sehemu kote duniani. Kongo kuna madini muhimu na ya kimkakati. Wa Kongo kutokana na jiografia na ufinyu wa bandari ya Atlantic wanatumia bandari ya Dar es Salaam, wanatumia bandari ya Mombasa kupitisha mizigo yao kwenda Kongo. Asilimia 80 ya mizigo inayopakuliwa bandari ya Dar es Salaam inakwenda maziwa makuu, ukanda wa Kongo, ushoroba wa Kongo, Burundi na maeneo mengine ya Zambia. Kwa hiyo amani ya Kongo ni ustaarabu wa kisiasa, kiulinzi na kiuchumi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC, COMESA na ECAS. Ni muhimu kukatengenezwa utaratibu maalum wa kuleta amani nchini Kongo. Kama serikali ya Kongo itakubali kushirikisha majirani zake, vyombo vya ulinzi na usalama, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC, makundi yanayomiliki silaha, makundi wawekezaji wa madini na matajiri wengi wa Kongo wamekuwa si watiifu kwa serikali ya Kongo na wamegeukia kwa serikali ya Rwanda, Uganda na maeneo mengine ambayo yanatia ushawishi na kufanya Kongo isiwe na amani. Sisi kama Watanzania ni waathirika wa moja kwa moja wa mgogoro wa Kongo, kwani tangu mwaka 61 baada ya kuuawa kwa Patrice Emery Lumumba, Tanzania imekuwa ikipokea wakimbizi wa Kongo, na Wakongo wanaoishi Tanzania wengi wao hawatamani kurudi Kongo kwa sababu Tanzania ndo nchi pekee Afrika inayowapenda wageni na kuwathamini. Hatuna kiwango cha ubaguzi wala utengano kwa wageni. Tanzania ni nchi pekee ambayo inalinda misingi ya uzalendo wa Kiafrika, umajumui na upendo. Ndio maana humu Tanzania tunao wa Zambia, tunao wa Rwanda, tunao Warundi, tunao wa Kongo, tunao wa Malawi, tunao wa Angola, tunao raia wa Msumbiji, tunao raia wa Ethiopia, tunao raia wa Somalia, tunao raia wa mataifa mbalimbali ambao wanajihisi wako nyumbani na hawatamani kutoka. Asante sana, Lugete Musa Lugete. Msisahau kusubscribe kwenye chaneli yangu ya YouTube, na ukitaka kuwasiliana na mimi piga simu moja kwa moja kwa namba 0755988284 au 0776088284. Asante.